alitufundisha kuomba, akasema, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Katika ombi kubwa alitufundisha ni kuomba ufalme wa Mungu uje duniani, sio katika ulimwengu wa roho bali katika ulimwengu wa mwili. Na akasema mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Kama yeye alipopata kushinda akaenda kukaa kwenye enzi ya Mungu juu mbinguni katika kiti cha enzi, hivyo hivyo alisema mapenzi yake yatimizwe juu, na huku duniani atoke mmoja aliyemshinda apewe uwezo wa kukaa kwenye enzi huku chini duniani. Kwa juu mbinguni kuwe kuna enzi ya mmoja aliyeketi, na chini duniani kuwe kuna mmoja wa enzi aliyeketi. Hivyo basi, kama alivyowaambia Wayahudi kwamba hamjui ya jiwe waliolikataa waashi na limekuwa jiwe kuu la pembeni, hamtambui kwamba ufalme wenu utaondolewa na kupewa taifa lingine. Na kama inavyozungumza Malaki kwamba ndipo mtakapojua ya kwamba Mungu ni mkuu kupita mpaka wa Israeli. Leo nataka niwaambie taifa la Tanzania, katika jambo ambalo tunatakiwa tulishangilie ni kuona ukuu wa Mungu kupita nje ya mpaka wa Israeli, kwa sababu ufalme wa Mungu upo. Ufalme wa Mungu umeshadhihirika. Mungu ameshajifunua na Mungu anatokea Tanzania. Leo Tanzania imekuwa ni nchi ya kifalme, na ufalme wa Mungu unakwenda kutokea Tanzania, na inakwenda kusimamisha wafalme wengi, na wote watakuja kuitumikia, maana inakwenda kuwa nchi ya kifalme na nchi ya wafalme na nchi ya kifalme na nchi itakayotumikiwa na wafalme wengi. Hivyo itaitwa nchi ya mfalme wa wafalme. Leo napenda kuyazungumza maneno haya, na mwenye kusikia asikie, mwenye kufahamu asifahamu, ambalo neno hili Mungu uwaambia watu wake. Wenye kupata kuelewa wataelewa, lakini leo nataka nizungumze yaliyofunguliwa katika nchi hii yameonekana katika jina lake Bwana.